Karibu katika chaneli yetu ya Stenic Production, mahali pa simulizi za kipekee. Leo tunakupeleka moja kwa moja mpaka nchini Norway, katika kisiwa cha Somarøy. Kisiwa hiko kilichopo kaskazini mwa Norway, ambapo jua halitui kwa muda wa siku 69 na giza utawala kwa muda wa miezi mitatu. Katika mazingira haya ya kipekee, tunamfuatilia msichana Melita, binti kutoka Tanzania, anayejifunza kuishi, kupenda na kukaa katika dunia isiyoongozwa na masaa. Imeandikwa na kusimuliwa nami Steven Machumu. Usisahau kusubscribe na kuwasha notification bell on ili usipite tunapotoa simulizi mpya, na tuachie hapo chini komenti yako. Karibu ungana nami katika kisiwa kidogo cha Somarøy kilichopo kaskazini mwa Norway. Maisha yanafuata mtindo wa kipekee usiofungamana na minyororo ya saa. Hapa jua linachomoza na kubaki angani kwa muda wa siku 69 mfululizo, kuanzia tarehe 18 Mei hadi 26 Julai, likitoa mwangaza usio na kikomo. Kisha kuanzia Novemba hadi Januari, giza nene linatawala, huko jua likiwa halionekani kabisa. Katika mazingira haya ya ajabu, tunamkuta Melita, binti kutoka Tanzania, aliyekuja Somarøy kusoma masuala ya utalii pamoja na uvuvi. Kila siku Melita huwasiliana na rafiki yake wa karibu aliyebaki nyumbani, akimweleza kuhusu maisha yake ya mapya katika kisiwa hiki cha miujiza. Melita alifika Somarøy mwanzoni mwa Mei, wakati jua lilipokuwa katika safari yake ya siku 69 mfululizo bila kuzama. Alishangazwa na mwangaza wa usiku na mchana, hali iliyokuwa ikimfanya ahisi kama yuko katika ndoto isiyo na mwisho. Alipokelewa na wenyeji wenye ukarimu ambao walimsaidia kuzoea mazingira mapya. Katika mazungumzo yao ya kila siku, Melita alimueleza rafiki yake kuhusu changamoto na furaha ya kuishi katika mazingira hayo yasiyo na giza. Alieleza jinsi alivyoshiriki katika shughuli za uvuvi, akijifunza mbinu za kiasili kutoka kwa wavuvi wa eneo hilo. Pia alihusika katika shughuli za utalii, akiongoza wageni waliokuja kushuhudia jua la usiku wa manane na mandhari ya kuvutia katika kisiwa hiko. Melita alikumbana na changamoto ya kukosa usingizi kutokana na mwangaza wa masaa 24. Alijifunza kutumia mapazia meusi na kuweka ratiba madhubuti ya kulala ili kudumisha afya yake. Aligundua kuwa licha ya mwangaza wa nje, ni muhimu kuwa na nidhamu ya ndani ili kuendesha maisha kwa utulivu. Katika mazungumzo yao, Melita alimwelekeza rafiki yake kuhusu tamaduni za wenyeji wa Somarøy. Alieleza jinsi jamii hiyo ilivyokuwa na mshikamano, ikifanya kazi kwa pamoja katika shughuli za uvuvi na kusherehekea mafanikio yao kwa pamoja. Alijifunza kuhusu historia ya kisiwa hicho na jinsi wakazi wake walivyokuwa wakijifunza kuishi katika mazingira magumu. Wakazi wa Somarøy wakitegemea rasilimali za bahari na utalii. Melita alieleza jinsi walivyobadilika wakati wa msimu wa giza kuanzia Novemba hadi Januari. Alieleza jinsi wakazi wa Somarøy walivyojifunza kukabiliana na giza hilo, wakitumia mwangaza wa mishumaa na taa za ndani kuleta nuru katika maisha yao. Alijifunza kuthamini mwanga wa ndani na umuhimu wa jamii katika kushinda changamoto za mazingira. Kupitia mazungumzo yao, Melita na rafiki yake walitafakari maana ya muda na jinsi unavyoweza kuwa relative. Melita aligundua kuwa licha ya mazingira magumu, watu wa Somarøy waliweza kuishi maisha yenye furaha na utulivu kwa kubali hali halisi na kuishi kwa mujibu wa mazingira yao. Alijifunza kuwa muda si kipimo cha saa pekee, bali ni jinsi unavyotumia na kuhisi. Je, uko unajua haya yote? Kama una maoni na maswali, tuandikie hapo chini, na kama bado hujafanya hivyo, hakikisha umesubscribe kwenye channel yetu ya Stenic Production na kuwasha notification bell on ili upate simulizi nyingine kama hii. Kwa sasa tunakutakia amani na baraka tele. Tukutane mara nyingine tena. Stenic Production, mahali pa simulizi za pekee. Ndani ya Stenic Production, kwa simulizi kali za kijanja na za kufundisha kwa rika zote. Karibu jiunge nasi tuwe wote, usisahau kusubscribe, kulike na kushare pamoja nasi. Stenic Production.